Saa 9? Huyu mtu atakuwa ameenda wapi usiku huu? Au ameenda chooni? Aya, nimesahau kumzindika asiamke. Kumbe wewe ni mchawi kweli? Siku zote nidanganya mazoezi ya kuigiza shuleni. Kumbe unanidanganya wewe ni mchawi? Hapana baba. Kweli mazoezi ya kuigiza. Na leo niko nafanya mazoezi ya kuigiza usiku. Mazoezi ya usiku wakati nakuona unatokea kichawi hapa. Hivi kumbe mtoto ni mchawi kweli eh? Kaa chizi. Chizi leo. Chizi leo. Uyanya wingi mbele giza, kujifanya yaikumbe visa. Tambua ubaya ni akiba, ukiufanya utalipwa kwa riba. Nimemisi kweli hadi nataka kulia. Wewe ujue mimi ulivyonitumia message yako kuwa ukienda kazini lazima uje kuniona, nikajua unanitania. Sasa itakuwaje wakati unatoka mwanamke wako akikuona? Anione tu. Kwa sasa hivi sijali chochote kuhusu yeye. Na mtu pekee ambaye namfikiria ni wewe. Kwa hiyo sijali kama ataniona au hatoniona. Ila kitu pekee ninachojua, moyo wangu unatamani kukuona. Na ndio maana nimekuja ili nikuone. Hapana bwana. Unadhani hata Kasongo akikuona unatoka huko kwa siri atatuchukuliaje sisi? Ujue kwa huu umri tuliokuwa nao hatutaki kufanya mambo kwa siri au kwa kujibaiba. Itabidi tuvumilie mpaka muda sahihi ukifika ili tuwe huru. Ila ipendezi sisi watu wazima tufanye vitu kwa kujibaiba. Nalielewa hilo. Tena nalielewa sana. Ila kiukweli kwa sasa hivi akili yangu haifanyi tena kazi. Na nimebakia naendeshwa na hisia tu. Na sijali kuhusu chochote juu yako. Kwa hiyo naomba unisamehe bure tu. Kiukweli nashindwa kabisa kujizuia. Haya sasa. Ushaniona. Nenda kazini. Nikikutazama machoni, mwili waishiwa nguvu. Hii mbona niangalia hivi? Hivi ni nini hiki? Mbona nashindwa kujizuia? Au ndio upendo wa ujifichi na maana penzini nimeingia? Maana nikikuona roho yangu kwa tu. Mtoto wa nyoka na juona chatu. Na kukukosa sitamani katu. Hapa sasa moyo wangu umeridhika. Na naenda kazini nikiwa na amani. Na kiukweli leo siku yangu kazini itakuwa ni nzuri sana. Yaani ninavyojisikia ni kama ndo naenda kuanza kazi upya. Jirani, nakushukuru sana kwa kuja kwenye maisha yangu. Maana kiukweli umenitoa kwenye giza zito sana. Ambalo huenda singekuwa wewe. Ningetokomea na kupotea kabisa. Nakupenda. Baadaye. Maana nikikuona roho yangu kwa tu. Mtoto wa nyoka na juona chatu. Na kuku
Vizuri sana. Sikutegemea kama ungeweza kurudisha sanduku la nguvu kirahisi namna hii. Na hapo ndipo unaponidhihirishia kwa wewe Joa ni kiongozi mzuri sana. Na unaweza kuyaongoza na kuyapambania mambo. Asante mkuu. Na pia hamjafanikiwa kujua Odo anaishi wapi kwa sasa hivi? Hapana, hatujajua wapi anaishi. Na hivyo kuja hajaja peke yake. Aliongozana na mtu. Na hisi huyo atakuwa ni baba yake. Kwa maana hiyo atakuwa amekimbilia kwao. Kwa hiyo na wewe upafahamu kwao? Hapana, sipafahamu kwao. Kitu pekee ninachokijua ni kabila lake. Lakini sipafahamu kwao ni wapi. Basi inatosha. Kwa kuwa tumefanikiwa kurudisha sanduku la nguvu, hayo mengine sio ya muhimu sana. Japo nilikuwa natamani sana nimnyang'anye na nguvu zake. Hata hivyo inabidi unirudishie fimbo ya mamlaka. Lakini mkuu, kwa nini usingeweza kutuachia hii fimbo? Kwa sababu ni kitu pekee wanachokiogopa. Kwa sababu hata ile siku usingekuwa na hii fimbo, wangeweza kutunyang'anya nguvu zetu. Lakini baada ya kuona hii fimbo, ndio tuliweza kuwashinda. Kwa hiyo nilikuwa naomba mkuu, kama itakupendeza, tunaomba tuachie hii fimbo. Misondo, unafahamu fika kuwa mama yako hajatimiza vigezo. Nilimkabidhi hii fimbo kwa sababu Odo aliondoka na sanduku la nguvu. Ila kwa kuwa sanduku la nguvu limesharudi, inabidi anikabidhi hii fimbo. Kwa sababu nimempa kinyume na sheria. Hata hivyo, nina sanduku la nguvu sasa. Kwa hiyo hakuna yoyote atakayeweza kuwasumbua. Kwa hiyo kuweni na amani. Kwani wengine hamjali kuhusu wengine, natamani mabaya yawakute na wajakosea pengine. Inakuwaje binadamu tunashindwa kupendana? Sote ni wamoja, tunashindwaje kuhurumiana? Wewe ukipewa kitunguu mwezio ananyanya. Sasa kwa nini tushishe kuliko kuporana? Hata vitu vyote. Mambo. Mlembo. Nakusalimia. Mambo. Wewe, sitaki mazoea na wewe. Watu wa kijiji hiki hatuna mazoea na familia yenu. Kwa hiyo watu wa kijiji hiki hamtaki mazoea na familia yetu? Mlembo, naomba unijibu basi. Naomba uniambie, kwa nini mnatutenga? Familia yenu ni watu wenye tamaa na binafsi sana. Aswa babu yako ni mtu anaogopeka sana hapa kijijini. Na yote kwa sababu ya uchawi wake. Na jinsi anavyoutumia vibaya. Siku zote anaumiza watu na kuwanyang'anya mali zao. Na mashamba yote ya babu yako amewanyang'anya watu. Na hata baadhi ya wateule amewanyang'anya nguvu zao. Na hajawahi kuwa na ukaribu na mtu yote hapa kijijini. Na ndio maana watu wa hiki kijiji tumemtenga na kumuogopa. Kwa hiyo naomba nifanye kilichonileta. Ina maana hizo ndio sifa za babu yangu hapa kijijini? Lakini hata hivyo, hayo ni makosa yake. Sasa kwa nini unanihukumu na mimi? Hata hivyo ngoja niondoke. Babu yako asije akanikuta ukanisababishia matatizo. Mchumba. Mchumba. Mbona sio unaniacha eh? Mchumba. Mchumba. Mchumba usifanye hivyo bwana. Wangu siaja bure. Kwa
Kwa kifupi nimeenda nimeaga. Nimekuja na tunguli hili na lingine hili hapa. Kama vipi na nyie nitakuwa na wagawia, mnajilinda maana hiki kijiji kishazunguka saizi na matatizo mengi. Majanga mengi. Kwa naweza nikawapatia na nyie mkajilinda. Kwa hiyo afande Kibarakati, kwa hiyo mitunguli wewe unataka sisi utupe au si? Nikupatie kwa sababu ya ulinzi na sio wewe tu. Wana kijiji wote hapa nitawapatia. Sio kweli. Mimi siwezi nikavaa mitunguli bwana. Vipi? Wewe sio unafurahi ukazani mimi nina furaha. Siku leo umenikela sana mdogo wangu. Tulikubaliana mimi na wewe utakapotoka wewe na mimi nitoke. Wewe umefanyaje? Na mwenzetu vipi? Wewe ulisema kazi unaacha. Leo upo katika sare zako. Ngoja mimi niende. Tulia. Vipi afande? Wewe ulisema unaacha kazi wewe. Kaka, sikiliza. Acha mimi nikuelezee. Umeona huyu? Hapa kaja na ujio. Cha kwanza kabeba mtunguli. Cha pili anaichi kifimbo chake si kirungu. Cha tatu ana dude lake si lizi lake si nini. Alafu hicho cha nyuma hicho si ndio kiilizi si ndio kinini. Anafurahisha sana. Ngoja mimi niende bwana. Kwa pande Kibarakati njazi nimekushika. Nimewambia niwape tunguli amtaki.